So organized because we are modifying our studio. So in the process of modification, ndio mliona hata Sunday we didn't have a live coverage, but now it's okay. Let them sit. You be seated now. Msalimie mwenzako tu, mwambie karibu sana. Karibu. Karibu. Mwambie unapendeza. Mwangalie tu kwa uso, mwambie unapendeza tu. We are made to be happy. And that's why God is also happy. When he sees us happy, he is happy. Wakati unaomba hapa, unaomba mahali popote, make sure that you make God to be part of the conversation. Lakini si kuomba, unaomba na sura ingine, mdomo umelete hapa, masikio ndio yamekuja hivi, imekaa ni kama kitu kingine baya, alafu you expect God ya kujibu. Hawezi. Kaini mudu, ni mudu sema, reke tumbe mudu. Uko gainike. Utakijira kukoleha maito. Yoke gule. Wewe mtumio huyo. Jana uhekili 10. Wewe unegere. So there's a way of speaking to God. Wakati Solomon alienda akatoa, sometimes say that Solomon was a king, but he went to seek God. Akaenda, Mungu akamwambia nenda mlima Gibeon. Na alipompeleka kule akamwambia chinja ng'ombe 1000. Unaweza kuchinja ng'ombe 1000 ukiwa maskini? 1000. Unaweza kuchinja ukiwa maskini? Number 1, Solomon alichinja ng'ombe 1000. Kwa hivyo si maskini. Number 1. Number 2, Solomon was a king. Was he not a king? He was a king. So sasa Ruto, unaweza kuambia Ruto ni maskini? Ruto atakiwa kwa nyumbani aseme apigie tu governor mmoja, governor wa opposition, governor wa ODM, governor wa kule kwingine wabia nataka shilingi milioni 10 saa hii. Governor huyo ataaguka miguu akitenda kutafuta hiyo pesa. Because he is a king. And when you are the king of the access ya kile kitu, kumaanisha hakuna king maskini. Lakini Solomon with king na kuwa na ng'ombe nyingi na mali nyingi, bado aliambiwa aende kwa mlima. Na alipoenda kwa mlima, alipochinja hizo ng'ombe zote, kuteremuka kwenda kulala kwa sababu amechoka sana, aliulizwa na Mungu, niambie ni nini unataka nikupatie? Because of obedience. Remember, this man is a king. So the area he controls, minerals, power, authority, bado ziko kwa mikono yake. Kwa hivyo si kitu alikuwa anapatiwa yeye hana. Ni Mungu alikuwa anataka kumuongezea. Kwa nini? Because of obedience. Na kwa sababu kitu moja tu ingine ambayo Solomon alikuwa nayo Wakristo hawana. Solomon knew how to talk to God. How you talk to God determines what you become. How you talk to God, it doesn't matter whether you are a good preacher. It doesn't matter whether you are a good orator. It doesn't matter whether you are good whatever you are. How you communicate, your communication skills will make you to be loved by your boss or be hated by your boss. Wezi kutishia bosi yako? No way. Wezi hata umutishe, ati utamutisha kuna kitu utaenda kusema ati people will know. Yes, let them know. I'll let them know. Kujeni mjue, hata nitakusaidia. Kujeni mjue. Why? Because I have an authority over you. Because I'm still your boss. Hata kama uko na skado zangu amsiri, sasa si Ruto wako kwa power. Si tulibemua mpaka bunge, tukachoma kila kitu. Nani anachagua maminister? Si ni yeye. Sikachagua, sasa ameanza kuangaliwa. Si ataenda nyumbani. Kachagua ataenda nyumbani before the end of this year. Kachagua atakuwa nyumbani. Sasa na ataenda na Raila atakuwa deputy president. Sasa na Raila ndiye alikuwa anasema Ruto ni mkora. Na Ruto alikuwa anasema Raila ni nini? Ni mganga. Sasa mkora na waganga. Because he is in power. Mkora na waganga wameenda wapi? State House. Wazuri wa Kristo waenda mbinguni. Mko nje. Nyote mumeenda nje. Sasa unaona venye kuna idaga. Don't play around with your boss. And I'm trying to just bring this topic that know how to communicate with God. Because most of us, we have lost it, not because we deserve to lose it, not because we deserve to not to get it, not because God does not want you, not because that hakuna vitu vya kwa nyumba ya baba kuna vitu mingi. There is plenty in store, mingi sana. But we don't have. Wewe ni Mkristo na kuja kanisani but you are poor. Wewe ni Mkristo, hizo labda unataka uniangalia macho ya huruma ndio nikupatie shilingi 200. Unataka kunikopa 200. Na wewe unaniangalia macho ya huruma kwa sababu kuna kitu favor fulani. Yet God
is your boss. Ukiuliza ni kwa nini hapa hakuna, najua nyinyi wote mko hapa, hakuna mtu amekuja kanisani genuinely hapa leo. Najua nyinyi wote ni wakora kimpako. Umesukumwa na shida bako umesema wacha niende kwa Dora. So you do not come because kama ungekuwa sawa, ungekuwa kwenye biashara zako ukiendelea, ungekuja kukaa hapa. Imagine kumali leo ukire ha, uikaleta hao ukire idio rogo. Nekwenda kwaku. Ukire kwekate. Ukoregeta kukioneria mucie nike. Ukoregeta kurira nike. Hau aja hanyu hatiri handu he kanitha ungithiorie. You see, we don't serve God in a very genuine heart. Hata mimi niko hapa, nikusukumwa, nilikuwa nimekataa, nilikuwa na mang'aa, nilikuwa nimeenda mpaka Amerika. But nikasukumwa nikafungwa kabisa. Nilijikuta hapa. Hii microphone mwaka hii ndio nimekubali kuishika vizuri. This year January. Ndio from my heart. Hiyo ingine tulikuwa na wale kulikuwa ni ukora tu nilikuwaga nayo. Kudanganya Mungu na mwambia, "Si uliniambia nihubiri, si unaona nahubiri sasa." Tukenda gerekelea. To preach genuinely ni mwaka huu January. To be in God. Sasa ati niko kwa Mungu, ninahubiri Mungu from a serious heart. Ati na drive gari yangu dadiko hujeria kuhujia kwareria dukuhujia kigo kia Ngai itari bila kutaka pesa, bila kutaka sadaka zenu, bila kutaka anything attached. It is last year, this year. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ingine miaka hiyo ingine ilikuwa ni ukora, kudanganya Mungu. Ndio at least awachilie kaba. Pana Mungu naye akishika kaba hivi, unajikutaga mahali amekutuma. Kuna huyu jamaa alikataa, akamezwa na kiokoyo. Alipomezwa na kiokoyo ilimpeleka mpaka wapi? Mpaka Nineve. Huyo mtu alienda huko kiukweli? Hapana, hakuenda huko kiukweli. Nigulia onete. Mabu ilikuwa kumu. Na imagine we kiokoyo dhini, tubo ya samaki ndani huko ndani. Unafikiriaje? Niambia alikuwa anafikiriaje? Akiwa ndani, aliita Mungu namna gani? Hebu niambie aliita Mungu namna gani? Uje heki ukata dire Ngai. Todo uraigwa ni mara ni mara akuhinya na kukaigwa na kuko nige digestion ni ajereria, umeanza kudigestiwa. Umeanza kujeje. Na unajua hapa utatoka ukiwa ni nyingine, ukiwa pie product huko nyuma. At any single minute utatoka ukiwa pie product. Bwana Yesu asifiwe sana. Then how do you look at this? All of us, we are not genuine to God. And that is why we miss it. That is why we are not getting it. Because we tend to turn God to be a criminal like you. That is why you see Christian nations are all corrupt. Because the foundation of their life is corruption. You've corrupted God. I wish Mungu angekaa hapa, mungekuwa mshamnyonga. Kwa sababu mungekuwa msasubua huyo msee mpaka mmemnyonga kwa sababu amekataa kutimiza, kwa sababu hatatimiza. Hatafanya venye mnataka. Sasa mtafanya nini? Mtamuitia anti-corruption na flying squad na agency afanya maandamano mumwagushe. Angekuwa shatolewa kwa kiti kitabu. Ndio naona mzee alienda kujificha huko juu. Na alienda huko juu kabisa. Unajua Mungu anakaaga biku ya gapi? Biku ya 10. Na ndio nilikuwa nauliza why alienda biku ya 10 kujificha huko. Lakini anateremkaga biku ya 3, anaonana na nyinyi, anarudi biku ya 10. All churches to be registered afresh. By who? By the one world order people. So you must be able, ndio upatiwe certificate, lazima useme shetani ndio Mungu yangu in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. But this is also the time, and I was watching France juzi wakifanya worship in the street. Thousands and thousands of Christians, they were worshiping. In Germany yesterday, there were a lot of Christians in the streets worshiping because the spirit of the devil imemwagwa. The spirit ya Mungu imemwagwa. Lakini kufinywa watu watafinywa. Si hiyo unasema hapa tijensi ilikuwa mtafinywa. Kwa Kristo. Sasa kama wewe ni Mkristo wa kukaa hapa, unakaaga hapa na unakaaga hapa. Wewe ni yule unaobaga na jicho moja na jicho lingine inaangalia kama kuna kitu kanatoka. This is the time now Christians to be known because it will be tough. Na iko ndani ya maserikali zote mpaka Tanzania mpaka Uganda, si Kenya tu, lakini Kenya ndio moto, venye jensi ilianzisha moto, hivyo ndivyo kutaanzisha moto ile nyingine. Unanielewa lakini? And why do we lose this? It is because we don't understand how to communicate with God. We don't understand how to deal. How you deal with your boss is the same how you deal with God. Because God is our boss.
Bwana Yesu asifiwe sana. Why people lose? That is our topic today. Ask yourself, why people lose? Muulize mwenzako. Nimesema ask your neighbor, why people lose? Muulize na Gikuyu. Kama wewe ni Mukaba muulize na Kikaba. Kama wewe ni Mkikuyu, why people lose? Ado mateaganiki. Why do we lose this? Yes, we are Christian. Look at yourself. You are a Christian. A good Christian for that matter. Hata interpretation. Hata mnaitanga Catholic. Hawajaigia ndani ya kiroho. Hawajaigia vizuri. Nyinyi mumeigia kwa sababu nyinyi ndio mko na kronometa ya kupima. Kuingia ndani. Wakristo wa warokole. Wanajua ni nani ataenda mbinguni na ni nani ataenda mbinguni. Na ni wachawi in the night. Hata uzuri. Afadhali naitiranas wanakimbiaga usiku. Wakristo ni deiranas. Wachawi wagaga. Ako hapa kanisani lakini anaangalia akaona huyu mdada amebarikiwa. Si mlikuwa mkiingia hapa akaona mdada amepaki Range Rover pale. Na yeye mnaingia hapa unakumbuka venye umefinywa na makaga kule kwa barabara. Unaanza kusema hawa ni wale wa devil worship kwa maana wanaendesha magari kubwa kubwa. Hii ni ile shetani. Nafuga kazi zake zile zote ambazo nafuga ninaharibu rabashanda katata robo sikiri. Wewe mwenyewe unafuga kama guruta nyamuyadi. Na unavuga mtu kwa sababu umeona anaendesha Range Rover. Unavuga mtu kwa sababu unasikia mtoto wake anasomea Alliance. Unavuga mtu kwa sababu unasikia amepata jackpot yako na pesa mingi. Sasa unaanza kulia kapa kata kete toko takata. Unavuga kuvuga. Sasa wewe na afadhali si ukikida usiku ukimbie na wale watu wanakimbiaga usiku. Night runners. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why we are losing. Because bewitching is delivered to you freely. By who? By the devil. You don't struggle. Kama you agree today to work for the devil, automatically you get it. You don't struggle. But when you come back on the other side of God, God will want a genuine cause. God want to make you a pastor, but he will put you through a process. God to make you rich, he will put you through the riches. The processes of you becoming rich. God want to make you, like now myself, akalia kutoka nimepitia. Nimeenda 52 times. Nikihubiri Mugike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepigwa marisasi nikihubiri Mugike. Zote. Mimi sikuwa najua nitakuja kuenda hapo nikuwe pastor. No way, nilikuwa nasema Yesu ni mwizi wa bao. Ni conman, ni mkora. That is what I always said about Jesus Christ. I preached a head crusade. Tukiwa na ngonya wakakonya, tulikuwa tunafuka shuka. Na uweze kuvaa hardware. Ati hardware ni ya nini? Ati dia nini? Wezi navuka shuka na uwezi kuvaa kiatu, unavaa tairi ya gari. Ati hizo ni za wazungu, kiatu ni ya mzungu, tairi ya gari ni ya nani? Sina na ujinga ile tunakuaga nayo. Tairi ya gari ni ya nani? Hii shuka yenyewe imetengenezwa Kenya. Haikutengenezwa Kenya, ni kitu ya mzungu, lakini ujinga ile niko nayo. Navaa, alafu niko na mudhegi naenda nikitembea hivi. Ati sasa hiyo ndio Ukikuyu. Sasa nilikuja kukaa chini nikauliza, katika hiyo maneno yote nilikuwa nafanya, Ukikuyu ilikuwa inaingililia wapi? Nikavuta tubako ile nimetuvuta si ya Wakikuyu, ni ya Waidi. Ile inaitagwa katika wapi? Inaitagwa aje shiko? Ile wanawekaga hapa. Kubeli. Nilikuwa nataka kujua ni watu wangapi wanajua mashabiki wa hiyo kitu. Sasa hiyo kitu ndio tulikuwa tunakunywa. Si ya Wakikuyu, ni ya watu wengine. Lakini na ujinga yangu, na utakataka yangu. Na ile kitabu nilikuwa nafundisha na watu ni hii Biblia tu. Kwa sababu hii Biblia ukisoma kitabu Old Testament, it speaks about African. The culture of African. Because culture ya Myahudi na culture ya Mwafrika ni moja. So nilikuwa natumia hii kugoga watu wa Kristo. Situmii kitabu, hakuna kitabu ya Mkikuyu. Nilikuwa natumia kitabu ya nani? Ya huyo mtu naita shetani. That is what I was using to preach. Tulikuwa tunatumia microphone kuhubiri. Microphone ni ya Wakikuyu. Haikuwa ya Wakikuyu. Kutoka hapo nilikuwa na kasimu kangu ka mobile. Nilikuwa na kasimu mkazuri ka mobile. Kasimu ka mobile ni kama Mkikuyu. Lakini nasema Ukikuyu uzugu, mimi sitafuata mambo ya msugu. Na sitakaa na mambo ya msugu. Nitakaa mimi mwenyewe. Hello. So you find we have a small mistake, a very small mistake,
The small mistake that we have that makes us fail, it's understanding. Hii kichwa yetu, tuko na kichwa kubwa, imejaa kitu mzuri hapa inaitwa brain, but we fail to use it. And that is why we have lost the game. That we don't understand. If we can reason like Solomon was a king. He was powerful. He was strong. He inherited power from his father. Bwana Yesu asifiwe sana. So he never went to look for power. Power just was an exercise of moving forward. Wakati Mungu alimtokelezea, he never told God that niko busy. He sat down and listened to God. And God akamwambia, lete ng'ombe 1,000. Nienda kwa mlima Gibeon, go and slaughter. Akaenda huko and he slaughtered 1,000. Alipo slaughter, kwa sababu ya uchovu, kijamaa kilitelemuka pale chini Gibeon, kikajiekelea kajiwe hivi kikalala. Kilipolala, Mungu akamtokelezea. Alipomtokelezea, Mungu akamwambia, nipatie, niombe kile kitu nataka. Solomon akamwambia, oh, thank you Father. Ngwega kai. Ona huka kukuja kuniona. Oh my God. Sasa hapo tunaweza kutoa dhiomi. Maana Mungu mwenyewe amekuja. Sasa unatoaga dhiomi na hata huna fare. Na tuliambia tuongee na lugha ya nini? Tongues, ndio tu confuse Shetani. Sasa tunaongea na tongues na huna hata fare kwa mfuko. Shetani ashakugoga, kicheka, ameshakuconfuse. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akasema, akabia Mungu, nataka kwanza ni kuabudu kwa sababu ya kupatia baba yangu kiti. Nataka nikushukuru Baba, maana ulimpatia baba yangu nguvu ya kuongoza. Na aliongoza watu wako vizuri. Na hata nataka nikwambie asante kwa sababu ya kumheshimisha baba yangu. Hata umempatia kijana yake ameongoza. Na kama ni wewe, kitu ya kwanza ungeitisha Reke Squad. Kitu ya pili ungeitisha armored vehicles. Kitu ya tatu ungeitisha watu wa kutii. Baba, nakuambia, ambia kila mtu anitii. Na jezi wazikuje. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's where he failed. This man started by glorifying the name of the Father. He glorified, akainua jina la Mungu. Hakuna mahali alijipendekeza mwenyewe. Hakuna mahali aliambia Mungu ati mambo haya kwa sababu sisi ni familia ya a royal family. Father, nataka utuongezee makubwa, utuongezee mapesa. He told God the only thing he sought from God. Father, you know you have given them, umenipatia hii kazi, haikuwa yangu. Hata sijui kuongoza watu. Hata sijui jambo lolote. Baba, nakuambia kwa sababu ulikubali mimi nikuwe kiongozi dunia hii kwa niaba yako, niongoza watu wako, nipatie hekima. Only that. Nipatie hekima, niongoza watu wako. Wisdom is power. Wisdom is money. Wisdom is gold. Wisdom is everything. He knew. He alificha mambo yote ndani ya wisdom. And this is what has led us to suffer. Kwako kwa nyumba umeachwa na Bwana kwa sababu ya nini? Lack of wisdom. Musa alikwambia hii chakula iko na chumvi na ukamwambia haina chumvi. Kweli haina. Lakini Musa akakwambia iko na chumvi. Unjui ulimi yake ama imebadilika. Inasikiaka chumvi mingi, kachumvi kadogo inakuwa mingi. Na unasema, "Hizi ya yube." Unasema, "Itile. Sini mioja saa hii." Wewe mami, hii chakula iko na chumvi mingi. Itile, yani wewe ndio ikuaga. Yani hata kwani uko na ulimi namna gani? Wewe ndio unasikia chumvi kwa hii nyumba yote. Wewe mami, nakwambia hii chakula iko na chumvi. Unakula komikwa because of a small thing. Ungemwambia sorry my husband, wacha nikutengenezea ingine haina chumvi. You disarm. But when you want to fight, unataka kung'ang'ana. Dunia hii hatuna kung'ang'ana. Maana Mungu anasema, I got good plans. Plans not to destroy you, but plans to make you better, strong and powerful. So he has a plan for us. We are not on earth without a plan of God. You are not in this seated there without a plan of God. You are not wearing that cloth without a plan of God. Hii nguo umevaa ilitoka China na ilikuwa imetengenezwa na imeandikwa jina yako. In the spiritual, hapa ndani hii nguo imeandikwa jina yako. That is why ilikuja na ikakutafuta. Makontainer ziliwekwa kutoka kwa hiyo factory. Nguo kama hizi zingine zikaenda South Africa, zingine zikaenda Namibia, zingine zikaenda Europe, zingine zikaenda kule kwingine. Na kuna hiyo yako imeandikwa jina yako, iliingia kwa container ya Kenya. Alafu Mkikuyu mwingine kama huyu akaenda hapa kwa mtu anaitwa Equity, akaenda kwa Equity wakampatia loan.
Na hiyo loan ilikuwa imetengenezwa, huyu aende aichukue. Ndio achukue nini? Container hii iko na nguo yako. Na wewe nakotogogio mtu akakutumia pesa, dogogio akakunywa dogogio ya Roho Mtakatifu, ikakupeleka mpaka kwa duka ya nani? Ya huyu. Ukakuta nguo yako iko hapo, ikakuita. It located you because from inception, tangu itengenezwa, it knew jina ya Rhoda. Anything that you are doing now, it is well calculated. The position you are sitting now, it is well calculated. Hakuna kitu kimekuja kimakosa. Whatever, hiyo kitu umekalia, hiyo kitu ili kabla utengenezwe kwenye hii dunia, hata hiyo kitu ilikuwa imetengenezwa. They knew you will come and sit there. This microphone, it is written my name inside. Venye nilienda nikakutana nayo, nikapendezwa nayo. Na Mungu bado alikuwa ameniweka pesa kwa nini? Kwa mfuko. Nikafika huko. Na hii pesa haiko na kazi nyingine. Nilipofika huko nikakuta jamaa anauza microphone. Akaniambia, mchungaji, by the way, these are the best for preachers. Nikamwambia, how? Sababu nimezoea tu tungodi hutu. Hutu. Akaniambia, akanisomea hii jina. Sensation. Nikasikia jina ni kali sana. Alafu nikamwambia, akaniambia hivi, hii unaenda mita 100 away from the receiver na bado utaongea. Na nikafanya hivyo, nikaenda haleluya, 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 haleluya. Nikaenda mita 100 nikisema haleluya, haleluya. Nikamuuliza, ni pesa ngapi? Akaniambia ni 50,000. Nilikuwa na hiyo 50,000. Nikalipa. Why? God had created the 50,000 kwa mfuko, alafu aka-create a way nitaenda nikutane na hii, aka-create kwa mdomo ya huyo mtu, ataniuzia, atanisukumisia mzuri, nichukue. Alisukumisia hiyo pesa zingeenda kununua plot, si ndio? Nikalipa sport, nikalipa huko kwa ule plot maguta. Sisi kule alikuwa anaitisha 50,000. Nikalipa plot maguta, lakini nikanunua nini? Nikanunua hii because there was an agenda. This one will be used to preach to people. That is how God works. If you can understand how God operates in our lives, you will not be struggling. You will not be going to pastors. You ungekuwa nakuja hapa, hatungekuwa na hii makanisa. Hapana, because we will be relating with God. We'll be just communicating with God. We'll be just be doing the will of God, and things will be working. Bwana Yesu asifiwe sana. But now, because we have lost the track, that is why you are always angry. No, there kuna watu duniani who are angry like Christians. Warokole. They are the most angriest people. And an angry person is an ugly person. Tunaonaga sura zenu ni baya. Ukiangalia mtu ninakuja kakule kwa ofisi yangu, unaona venye mtu ameingia kwa ofisi na anakaa anakuambia maneno bii, alafu anakukodolea jicho na kuangalia hivi. Sasa unajua anataka umwambie anza, na hauna anza. Sasa unajaribu mpaka unamsa ni kunywa chai, because unajaribu sasa kutafuta Mungu, teremka hii jicho ikakuwa jogoma itanimaliza. Mungu teremka tu, niambie huyu mtu mzuri, kwa sababu Mungu ako na plani mzuri, anafika huko. Sasa nakwambia stori zako zote, unatoka huko kiridhika. Sasa hiyo ndio ukisema hiyo ndio ukatayaka. Lakini kama ningekosa kukwambia, ukienda ukisema ushene maheni hiyo niko ni mani, ushaandalia umakwa mugeke. Because I have lacked the answer. But if we are able to know that God has a good plan for you, it means you will never lose it. It means you will never miss it. It means that you are always going to make it. You are going to conquer. You are going to win. Bwana Yesu asifiwe sana. You are just aligning yourself. You are just position yourself where God wants you to be. You don't need anybody to come and stand in the middle. You don't need a broker. You need just to be the position of God. The moment you're in the position of God, nobody will be able to come and stand against you. Nobody will be able to come and position against you. Nothing will come against you. You will always be where God wants you to do, because he has said that I have got a good plan. So God is a master planner. Mami nile kwa githugu. Ndiko turajaririe githugu na riu yaria uyu nake arauga atia. Wewe muthomu? Good. Geithia. Nikunywa gikombe gia chai. Atete. My form 4 in 1964. In 1964. That's 1964. That is when I did my form 4. No, you are my grandchild. So ukiongea ukiwa na heshima. 1964.
I don't think kulikuwa na plan. Hata babangu alikuwa nafikiria anaweza kunileta dunia hii. He didn't have that agenda. Hata hakuwa najua. Kwa hivyo nanyenyekea. Nasema eti sasa nahubiria mtu wa 19 kusoma form 4 64 when there was no plan for me to be here. You see, that is what we say. God has a good plan. And in this good plan that God has, it is a good plan not to destroy you, but to make you better. Meaning, God is a master planner, and you are a masterpiece of the master planner. So whatever that happens around you, it is as a result of the masterpiece, the organization, the structural planning, architectural plan that God has initiated onto you. That is why you're here. That is why all of us, we say we look like God, but look at your neighbor. Does he look like you? Abu angalia neighbor, wacha kuniangalia. Angalia neighbor, does he look like you? Does she look like you? They don't look like you. But we all resemble God. So who is God? How does God look like? God is a multi-faced thing. That akikuja kwako anakaa kama wewe. Akikuja kwako anakaa kama wewe. Akikuja kwa huyu anakaa kama wewe. And if we understand the plans of God of our life, then nothing will happen wrong on our lives. You will be where you are because you will be comfortable in the positions that you are in. You will be comfortable. If it takes you to Saudi Arabia, you need only to know this is the plan of God. I'm here. I'm not here by mistake. It's God who commanded me to be here. And God has commanded all my resources to be here. He has commanded all my money to come and follow me. He has commanded everything that is I need to be comfortable. I need them. So God has commanded them. There is nowhere you will go where God has not. If it is God who sanctioned you to be where you are, God has commanded the blessings of that place. So the world is there. If it is in America, you are in Seattle somewhere called Tacoma, or you are somewhere Seattle called Federal Way, then God will make sure he has commanded all the blessings that you need will be commanded to follow you. Why? Because you are in the plan of God. The plan of God, because God is a master planner and he knows everything, and he got good plan for you, not to destroy you, but to make you. So do not worry. In the book of 2 Timothy, the Bible says that do not be anxious over what? Over nothing. Do not be anxious over anything. Because God knows. God understands. God has every preparation. When Jacob, after many years of tribulation, after he swindled his own brother, after he conned his own brother, he walked and went to Laban. When he went to Laban's place, God knew he had a plan because he wanted to create the 12 tribes of Israel. So that is why they must have, remember, at the birth of Jacob, God said, in the pregnancy of Rebekah, there are two nations. One nation I love and one nation I hate. So in all circumstances, hakuna wakati Esau could become good more than Jacob. At whatever, hata angefanyika afanyike nini, because he is prescribed as one I love, one I hate. One is for me, one is not for me. Therefore, the one is for God. Everything was prepared to make sure the goodness of God in that one is for will work, will function. So if it was prophesied that this thing will work on your life, then it will work. I'm normally shocked when I speak about this. My mother tells me that in 1964, a preacher came and prophesied to her that one day she will travel abroad. That's 1964. My mother then was a young girl, because that is when she was getting a second child. Now she's 90 something. She's now 99 years. And my mother waited and waited and waited until she went to America when she was 86 years. Just the other day, I am the one who took her to America. Tukiwa kwa airport, niliona mama ameanza kulia. Alipoanza kulia nikamwambia, "Niki mami." Sababu nilifanyia ameanza kufikiria, najua mama na ng'ombe na busi. Attachment inakuwa big sana. Ukimleta kwako anza kujiprepare venye mtaanza vita ya kumwambia tulia kidogo. Asha, ni ndaigwa kuinuka. Ti kuinuka lego kuinuka. Arona ng'ombe chaketa chira kamiroruru.
So alikaza kuona mama analia. Alipoanza kulia nikamuuliza mami ni nini? Akaniambia leo dadilika na kiko ndio dali wonemo na fi atende gadi eroraya leo kaya letere ile ndio eroraya demokoro it's a genuine question. But when God says I'm going to bless you, it can be a blessing through you or blessing through your children. Hello, you can be a blessing. Like now my father was not rich. My father was not a rich man. He was just a moderate. Alikuwa tu hapo na tung'ombe twake tutatu na nyumba ya bao na jiko liko kale kajiko kaija kama tope na nyumba ya bao rumu tatu. So unajua zile za ero. Ni kwa nani hakukuwa nyumba ya ero? Kwani nyumbani hakukuwa na nyumba ya ero? Kila mtu hapa tulikuwa na nyumba ya ero, ya bao ama ya mabati, matiramu ya maji. Hiyo ndio tulikuwa tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. And he took us to school. We managed, we succeeded. After that, many years later, nikarudi nyumbani, nikaenda nikajengea baba yangu nyumba ya mawe. It was prophesied when walikuwa na mama yangu wakaambia nimukarathi mwana nyumba ya ihiga 1964. Nimejengea baba yangu na in 2009. That is when he lived, aliingia nyumba ya mawe. But the word of God that was planted in him, he is a seed. The seed that laid ilikaa kwa mchanga until 2009. That is when that seed of owning nyumba ya mawe ilifika. So don't worry of what is happening. Do not be anxious. Don't push anything. It is going to come. You may be blessed in your generation, or your children will be blessed to come and become a blessing to you. Right now, yes, my father is deceased, but my mother lives like a queen. Bwana Yesu asifiwe sana. My father ni yule mzee alikuwa anapenda ni ya kukudeja. Alileta watoto wengi sana duniani. Na watoto bado wako. Ni mimi mmoja. And we are millionaires. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mama akikuja tunamuitaka, tunamwambia kama si mwisho wa mwezi. Kwa sababu tunataka kumtoa nyumbani. Hatutaki tuende nyumbani tumlazimisha akaage nyumbani. Tunataka kumburuta. Tunaambiana wewe muhorere oke. Akikuja kwako unaambia mumwikie kwangania. Akikuja kwa huyu mwikie kwangania. Akikuja ndio at least asukume wiki 2 ya awevu ng'ombe zake. Na akitoka kwako anatoka na 5,000. Akitoka kwa huyu 3,000. Kulingana na uwezo. Mama akitoka nyumbani watoto 20, 5,000, 3,000 nini? Average anaendaga na 90,000. Hiyo mama yako sawa, mama yuko sawa? Na ameenda tour ya Nairobi, akitoka kuna brothers zingine wanakuwa Eldoret, amepiga tour ya Nairobi tena tunamweka gari baka Eldoret. Hapo anateremshwa Moro, anaenda na bio nitoka gweta leke. Unampumzisha na unacheza na akili yake. She is a queen, living like a queen. Hiyo mtumia pesa yake aweke kwa bagi, naweka kwa nini? Kwa M-Pesa. Anaangalia unakuta asubuhi. Anaangalia. Ikifika ukiona imefika 100, huyo mama automatically anasaka kuwa mgonjwa. Kwa sababu anaona ni kama hana pesa, kwa sababu hajazoea hivyo. Anakasimuka kana kwa 150. Hiyo ndio raha sasa. Hiyo ndio matunda ile alipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa panda matunda ya kukaa karibu na Mungu. Panda matunda na hiyo you will come one day to harvest. You will come one day. Hii kitu tunaona tunafanya hapa. Hatufanyi kwa sababu tunataka kujivuna. We are here because we are planting seeds. We may not eat to the fullest, but there is a generation that will come and enjoy it. There is a generation that will come and benefit from it. Bwana Yesu asifiwe sana. Mau they watch over. Wale wazee wako wanasikiaga kuna Kenya. Wao jamaa walipigana, ndio walikuwa majenzi. Walipigana wakaishi kwa kichaka, wakapigana. They didn't enjoy it, but our children, me am a product of Mau. Sina nimekaa mzuri. Sina nimevaa kaguka nzuri. Because of what my grandfather, General Waruingi, he did for this nation. He fought, he laid a foundation, and this foundation ndio inatupropel mpaka hapa tuko. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is nothing that is happening for you today. There is nothing that is happening in your life today that is a mistake. Just make it positive. Make it become a godly project. Purify it. Purify yourself. Purify your heart. Purify your mind. Don't be anxious. Don't run to make things work. Just let God do his will. Let God work for you. Let God do everything. As Jacob ran away from his brother, he went akaishi kwa Laban. But Laban was created as an uncle of Jacob. Laban was created so that because God knew one day I'm going to raise a 12th tribe of Israel.
So whatever that was happening around him, the swindling, kutengeneza nyama, kutengeneza chakula mzuri, kuweka gozi ya manyoya ndio baba afikirie ni yeye ni Esau na bless. It was all a plan of God because of the 12 tribes of Israel. So God will make everything possible around you. God will cause you even to go to hospital. Ugojeke uende ulale hospital. Ndio kitajiri kimoja kileto kule hospitalini, ukiombea utakaa huko miezi 2 miezi 3 hutoki, wengine wanatoka, wewe hutoki, unakaa huko, unasemekana you are not responding to the medicine. But again, if you look critically, unaona I am not responding to the medicine but I'm not dying. What could be this? Bwana Yesu, ukikaa tu kwa hospitali unasikia atmosphere ni mzuri, watu wanakuja bako na bia kaini yako kurathima nyoko inoka ndiona kirara goko ginya rocio na through the word huyu anasikia ameenda, huyu mwingine kaini yako kurathima goko ndoge ni na wiki imwe, through that unasikia wiki moja ameenda, kaini yako kurathima goko na rocio ndogatinda goko, through that unaona huyu mtu ameenda nyumbani. Lakini wewe ambao unatoa unabii bado uko kwa hiyo kitanda. Baka madaktari wameweka madaktari wa kumonitor, kukuangalia uko wapi, kukuangalia unafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most critical thing that happens in people's lives. That's the most critical thing that happens in people's challenges. And we are challenged because we don't understand the concept of God. The day you will come to understand the concept of God in your life, you will not live an anxious life. You will not live a confused life. You will not live, you will not be moving from one pastor to another pastor, not be moving from one bishop to another bishop. You will not be looking for miracles. You will be looking for, how do I live with God and walk with God? Because the condition is only walking with God. When Jacob tried to do the same mistake he did with his own brother, what happened to him? He worked for 7 good years. That is the plan of God. He worked for 7 good years. How can you work? Nikuje kwenu dutewe iramia kama wojeta idamenyo ya mwedaka. You can imagine. After 7 years ndio nabii hii clan hawezi kuchukua mtoto ya kwanza, lazima wa pili lazima uchukue wa kwanza aende ndio wa pili aende. Miaka 7 ukae boma miaka 7 na ukose kuelewa ati conditions za hizi clan lazima mtoto ya kwanza aolewe. Can you imagine? You are always in this problem, but you've never known the problem you're carrying is because you didn't go to say hi to your grandfather. And you know normally in your clan mnaendaka kufanya hivyo. So Jacob worked for 7 years only to be told, wewe hiyo kiherehere uko nayo wacha hapa. Uyameenda? Hapana. Bas wait. Akasema basi simunipatie hata niende naye. No, you have to work another 7 years. Because there is a time of God is preparing you. Jacob was trying to push time to become faster. Jacob was trying to shorten the time of how he need to do what he's supposed to be because he was anxious. He wanted to push and get out of this family. But this is a ground that he was to be trained. The ground that you are at today is a ground that you are being trained because God wants to use you. God wants to make you. I was in Mungiki for over 15 years. Then I came, I got salvation, another almost 15 years. Working here around until I got so tired of Christianity and I went back to drink alcohol. And I did well drinking alcohol because until I became so addict. Nikakuwa addict wa pombe. Nilikuwa natetemeka. And yet nilikuwa bado nahubiri nasema Yesu ni Bwana. Nikienda kwa bar nasimama pale, nikisimama kwa jukwaa na nilikuwa na kanyaga stool nasimama hivi nahubiria watu, nilikuwa naitwa bishop in a bar. I ran away. I didn't want Christianity, but everything I was doing was pulling me towards Christianity because God had a good plan and his plan must manifest through me. There is nothing, even if you run away, even if you become whatever you want to become, even if you run to become whatever. I ran away to America. I came back without anything. Nilienda mamilioni ya pesa. Because I had money. I had chums. Kitu kizuri mimi na Mungu wangu. Ni Mungu wangu ako na pesa yangu. Ananipatiaga when I want. Hello, natikwete ya? Nyugo mami, tia kuke dola. Toki ate doki gaire imwe. Because when you are in the plan of God, God facilitates everything that you do. When we went to America, I was running away because I didn't want to preach. And then once in America, things just turned upside down. Ile kazi ya kwanza nilipata kazi ya watchman.
Sasa una imagine Dora Waruige, Mugike leader, former Mugike leader. Sasa ndio watchman na Rugu kwa Musugu anakaa pale. Nilipatiwa hiyo kiguo na kikakaa hapa. Sasa nika imagine kwangu Ngong kuna watchman wawili wa 4 years. Sasa ninalipwa hii mshahara, nilipa ma watchman Kenya. Nikasema no way. Nikaambia my brother mwenye yako huko, nikamwambia hapana, hatuwezi pata kazi mzuri, haina aibu. Maana kuna watu walikuwa tu wanakuja, wa Kenya huko ni watu wengine watapeli wabaya sana. Anakuja tu kujipitia na ukajoka yako idea uliokuwa anataka kuja kuhakikisha ni Dora amevaa haki kukuni ana mjikarugu. Nikamwambia brother yangu hatiroka wega. Brother yangu sababu ananipenda na alikuwa anataka kabisa nisirudi. Walikuwa wamepanga na mke wangu mimi nisirudi kwa sababu I did like that life. I didn't like it. So the best job I got, akaniambia kuja kesho tutaenda, kuna kazi mzuri nalipa. It was paying $50 per hour. So nikaenda, ni mkahawa kama hii Intercontinental. Chini is a very beautiful place. Mkahawa mzuri. Hasa kaniambia tukakunywa kachai, tulipokunywa kachai tukapanda juu. Tukaenda ghorofa ya kwanza, ghorofa ya pili. Kwenda ghorofa ya pili nikaona watu sasa kule ni machefu wamevaa. Si unajua mawaita wenye wanavaa mzuri. Sasa tukapanda juu tukakuta watu wamevaa tubuti twa white. Na tu wako na nini? Na mask kwa mdomo. Nikafikiria maybe it's a medical center ama ni workers. Unajua hata maofisi nyingi yatokea kwa DCI si wanavaa tubuti twa white. I didn't want to imagine what I was trying to imagine. So when I went there, akaniambia sasa we have come to the boss. Tukakaa. Boss akamuuliza does he understand English? Yes. Tukasema ndio, I understand. Nikamwambia brother yangu nikirekedea alilie huko geke nejoe. Nikamwambia yes I understand. Akaniuliza are you schooled well? Nikamwambia in Kenya yes I went secondary school, university, have a degree. Okay, which degree? Nikamwambia psychology. Sijui what psychology. Akaniangalia tena, nikaona ametoa maglasi, akaniangalia, akaniambia now they want to take you through so that you can be able to understand ile kazi umekuja kufanya. Sasa nikafunguliwa kimlango. Kimlango kipokifungua sasa nikaona akaanza kufuruta maboksi. Unaona kitu kimekaa hivi. Kafuruta ingine. Nimepotea foto. Nikamwambia brother yangu huko neko akajira huko, they pay well. Nikamwambia tu na money, where did you bring me? Akaniambia inanisha moshari yako huko, they are good. It's not like Kenya ni moshari. Nikamwambia my brother please nilirudi nyuma tu hivi pole please kurudi mpaka nyumba. Nilijikuta kwa nyumba nikisweat mpaka nikapatwa na hati ile pressure nikapanda. Nilikuwa na sweat because directly I saw my brother and my wife, they want to kill me. Sasa mtu akorolete moshari yako tolete ko General Waruige, commander wa Mugike Kenya mzima, watu wanamsikia wanahara. Sasa ndio navuruta masaduku. Ati kazi yangu ni kuosha hiyo mili, kuisafisha na kuivalisha nguo. Imagine, hiko gongo tigete. Kwa gongo sasa nilikuwa nimeacha nyumba yangu ya 12 bedrooms. 12 good bedrooms. Na iko na 2 kitchen. Na iko na 4 sitting room. Because it was a master house. Because my plan was to become the president of the nation Kenya. So I was prepared. Nilikuwa nimejipanga nikuja kuwa president. Sasa ukaja pale nilipelekwa mpaka kwa moshari shwa. Nikaambia you are dying. God was just conveying a message to me. Go back to Kenya or you sleep here. That is God for you. Bwana Yesu asifiwe sana. If you try to change the plan of God, God will try to take you where you belong. He will tell you this is where you belong, should you not follow what I'm telling you. Lakini I started the miserable life. That is when I started my disappointments of my life. Hapo ndio nilianza nikajikuta sina nyumba. The man who was very rich, who used to, nilikuwa naendaka na magari 8, magari 6. Entourage yangu nikipita mahali, watu walikuwa najua. Magari zilikuwa zinatolewa. Ugeni block kidogo, nyahunyu unawekwa mingi sana. Najua nilikuwa na ile fibo inaitwa madiokole. Ugetandikwa vizuri. Sasa ndio huyo, sina nyumba, niliuza ndio niende Ulaya. Sina shamba niliuza, sina kitu. Niliuza ndio niende nikatajirike huko nikae mzuri. Kumbe Mungu anajua how to disorganize you. It's great. But now he removed everything. Aling'oa kila kitu. And I became so desperate in life until nili end up kule Ngong kukunywa pombe ya 10. Kunywa. Remember the previous years nilikuwa na kunywa Hennessy. The little yani kale kapombe ka ujinga. Yani ile mpaka naona nimefanywa madharau kabisa ni Hennessy nilikuwa na kunywa VOSP. Hiyo ndio nilikuwa na kunywa.
Yani mpaka mtu akikuja kiliza kayomweze kwa hadi hata kwa tani na besha hiyo tulikuwa tunanunua chupa moja shilingi 10,000. Sasa mtu anakuja kukuuliza kwani kuhudhiri hata kwani pesa zimeisha? Mpaka unajificha, unasema unaambia msichana wa kuuza baa akupeleke kwa mahali tunaikuwa tunaita VIP kujificha na afunike hiyo pombe watu wasione ile pombe naletewa ya shilingi 10,000 very cheap. God reduced me because I tried to hang. Nilikuwa na kunywanga Glenfiddich 13 years old, 16 years old. Bwana Yesu asifiwe sana. Pombe kali. But when God is dealing with you, when God is on your case, He will let you drink whatever you drink. He will let you eat whatever you eat. I used to sleep hapa Intercontinental. Nalipa presidential suit. Uko juu. Unalipa shilingi 150,000 per night. Ama 200 depending on what facilities they want. Unalala huko. Asubuhi unaamuka. Unakula tu chakula ya friji. Kama ile tu unakuliwa kule nje. Chakula imekaa mwezi 3, miezi 4, kitu baya unakula. Lakini you pay so heavily. Sasa hiyo kesho ingine utaenda kulala Serena. Serena ni 300,000 a night. You sleep there. God will let you move with all your plans. And God is not in a hurry with you. God will never be in a hurry with you. Atakukoja tu. Wewe mteule unajua he will let you go. Then you enter there. He will let you get there. I will just take a flight in the morning. Naenda Zanzibar kukula breakfast. He will let you do everything. And that is why when I look at Christians, how they behave, I feel pity for you. Because I did it. What you're trying to do, I did it in big time. But I lost everything. By the end of the day, nilijikuta unajua kule kwa wale wamama wa kupima, kale kananuni yako kale ka nyederia kanugu. Ile wameuza, tunakunua kachupa ka shilingi 100, tunagawana watu 3. I found myself in that. Hapo ndio nilianza mpaka kutetemeka. Mwili wangu unatetemeka. Asubuhi nikiamuka. Sasa nilikuwa na beba ya kutoa roho asubuhi. Sasa nikiamuka nitatetemeka mpaka nishike sana kwa nitaanzisha hivi. Kaditima kanaisha. That is wow. From thousands of money, drinking thousands of money, I ended up kugawanya. Tulikuwa tunagawana 100. Tunanunua kachupa kama 100. Tunagawana watu wakapi? 3. Sasa hiyo ndio nikakuwa so deplorable mpaka nikaanza kukunia kwa suruali. Nilikuwa nakunia kwa kitanda, nikisikia mafi inakuja na kaa vizuri na kuni, alafu nasogea hiyo mafi na ilalia kwa sababu hiyo mafi ni moto. Na kojoa hapo vizuri, todo ni hiyo na lalia. Siku moja nakuta vinyo vya white vinakutembelea kwa mwili hivi. That is what, if God has a plan for you, He will let you go to the corner where you not turn around. That's the time they don't know who told Bishop Harrison Nganga what is happening to me. He came looking for me. When he came, Bishop alisimama pale, maana ile harufu ilimpiga kutoka kwa kanyumba kangu. Ni harufu ya mochari ni afadhali. Kwa sababu hata watu walikuwa wamehama ploti mzima. Walikuwa wamehama. Na hiyo mama mwenye ploti alipokuja kunihamisha nikamwambia wewe mami, wanokie ni kioko keu yako. Yaani nisanijua. Nikamwambia hii kichwa yako imekuchokesa kwa sababu nitakata. Akapotea akawacha nyumba yake because I was smelling, I was thinking. Nilikuwa nimeoza. Muozo ingine, nobody wanted me to see me. But in that process, God also was monitoring me because I was drinking to die. I was trying to drink so that I can get out of this life. God kept me. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God is a master planner. He had a plan for me. He knew that wewe utakuja kukaa hapa. He knew wewe utakuja kukaa hapa. You hated me. I'm sure you hated. This is a point. You will never be told that you can sit in front of me. I know sometimes you will go and say, Bwana Yesu asifiwe sana. These people, they prayed against me. They prayed for me to die. But God did not allow this to happen. God did not allow this plan to come true. Why? Because He had a plan for me. There is a plan that God has in your life. There is an arrangement. As I was pupuling kwa kitanda yangu, there's a time again God sent His man Harrison Nganga. He came looking for me. The plot was stinking. Nilikuwa na hizi mapanya. Panya inakuja kukula kwa kitanda because kulikuwa na chakula kwa kitanda. Na inakuja panya nakipita hapo. Yani I was friendly na ngonyo. I was friendly na mapanya. I was friendly na kila kitu kibaya.
Maumbwa zilikuwa zinaliaga huko nje. Huko nje maumbwa zimekaa nje kwa sababu there is something good that is coming for them. Bwana Yesu asifiwe sana. All types ya inzi zilikuwa za yellow, za green, za blue, all of them big ones. They were moving like helicopters around. Kumbe siku moja nitakuwa kwenye tajiri, maana hizo mainzi zilikuwa zinatembea kama helicopter. One day nitakuwa kwenye helicopter kama hizo zikitembea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. But God, when God has a good arrangement, has a good plan for you, he will fulfill whatever he started. Anything he started in you will come to be fulfilled. And at the end of the day, the bishop came and they rescued me. They had to hire jamaa wa kawash akuje nisimame mbali nipigwe, wakanunua nguo nikarushiwa niende nivae. And that was my turnaround. That is how I changed back. I came back now to preach the word of God, because the word of God was what I was born for. The word of God, what I'm telling you now, is what I was born for. But I tried to run away, and there is always a repercussion. Whenever you try to run away, God will hit you, and will hit you hard that you'll never be able to recover. He will only one that will make you recover. The only one. If you go back to him. When I came back to God, the lost glory that I had lost came back to me. The lost glory, maana nilikuwa nimepoteza kabisa ile, yani imagine gongo msima wanajua Dora Waroige. Sasa ndio huyo sasa anakunia kwa sirwali mpaka vipivi na nifuata na mawe vikinirushia mawe, maana na swag na siku swag ile ya vijana wa Gen Z. Nilikuwa na swag kwa sababu ya mafi imetoka huko, na nasikia vizuri nikisikia imeanguka na hapo chini mpaka naangalia hivi, nafanya hivi, inaruka huko naenda na ikanyaga hivi. So that is me. The person who Kenya feared, the person who Kenya looked at and said, wow, huyu mtu siwezi karibia yeye. At some point I was humiliated until vipii vilikuwa, mainzi zilikuwa the order of the day. Hizi zote zinanivuata tu. Mahali nikienda ni kama wanajua anytime soon kuna kitu tutakula hapa. And that is what many people think. That's what many people happen to be in that life. You are facing challenges not because these challenges belong to you. You are facing challenges because you want to deviate from the line of God. If God chose you for this, Jeremiah 1 verse 4, that before you were born, I knew you. I had already set you apart. I had already anointed you. I had already consecrated you to become a prophet unto the nation. Nothing will happen to you until the fulfillment of the desires of God in your life. Nothing will happen to you. You will try to remove yourself from this world. God will make you miserable that your hands will not be able to kill. Hata hiyo dawa hutaweza kuipata, utapata unaipita pale. Mimi nimekunywa dawa mara 3 na nikikunywa ninaeroroka kama ni soda ya Coke natoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kaba nilinunua ya nylon mpya kabisa pale Juango, inaitwa Juango, kuna supermarket inaitwa Home Ground hapo. Nilinunua kaba ya nylon mpya kabisa, kufugilia hapa. Unaonanga kaba venye kitu imemwagiliwa acid venye inakatikaga, hivyo ndivyo ilikatika. Sasa unashindwa. Mpaka nikaita Mungu, bwa hii utaki nikufe? That's God I call. Naye Mungu akasema wewe tena tu, but you are going to work. There are people who are going to come to me. There are people who are going to be healed. There are people who are going to be saved because of you. Whatever you say it. But I am your master. I'm dealing with you. When God is dealing with you, he makes you the perfect creature. He makes you the perfect person. He makes you the perfect thing for his use. You become a perfect vessel to be used. He told Jeremiah in verse 6 and 7 that when Jeremiah went to tell him that I am just but a youth, I don't know what to say, he told him, shut up. And he went back to him. He touched his mouth. He put his words there. Na akamwambia, whatever I will tell you to say, you will say it. And wherever I will send you, you will go. How now? And I am a youth. I have given my words. So it is not my word that I'm telling you. It's not my word that is talking to you. I'm not the one that is speaking to you. My God is speaking to you because he has a purpose over your life. He wanted this word to come to you so that you can become that vessel that God wants to use. So do not be a hardcore. Wacha kungangana kuambia mtu ati utaenda kuambia watu that it is high time people to know what is happening. No. It is not high time you tell people what to happen. Align with God. Go ask God, why am I suffering? Why did my husband die? Why did my wife die? Why am I not in my piece of land? Why was I chased by the tribal clashes? Why did this happen? Why did I come to Korogosho and Korogosho manyumba zote nikachomeka? What happened to me? Why am I facing these challenges? Don't argue because I might be a vessel to punish you.
Wewe unafikiria ati sasa kwa sababu unapanishika kwa mkono yangu, unafikiria sasa mimi nitakuja kunijali. Maybe God is using me, I'm your prophet, to trim you, to make you become that vessel that God wants. So you try to fight me, you are fighting God. Be there in a position yourself to hear from God. Position yourself to be where God wants you to be. Position yourself to be what God wants you to be. Because that is the plan of God. That is the arrangement of God. That is the idea. That is what God wants you to be. That is what God wants you to become. Because there is a good plan. Tusimame tu kwa miguu yetu.